Okay, mimi naitwa Zaliam Adam Chabuyanjani, mtangazaji wa kipindi cha Mapito Global TV. Hii ni safari yangu ya pili, nimekuja Oman. Sitaki kuongea sana, lakini niseme namshukuru Mwenyezi Mungu, heri ya mwaka mpya. Tumeuona mwaka vizuri. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu na washukuru mabosi zangu Global TV kwa sababu wao wananiamini. Ndio maana wananipa nafasi ya kuwa mtangazaji wa kipindi cha Mapito. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomshukuru Saif na Amani ambaye yeye ndiye alinipa nafasi ya mimi kufika hapa. Na washukuru wote ambao mnanipenda, na washukuru wote ambao mnafuatilia kipindi cha Mapito Global TV. Mimi langu moja tu, mimi sitakuongea sana. Mimi wanasema hakuna kazi isiyokuwa na changamoto. Even me nafanya kazi na ninapitia changamoto. Hakuna kazi isiyokuwa na changamoto. Leo hii utakuamini wewe una vita. Kwa kwetu kule labda Dar es Salaam umekaa ohehai, watu wanakuona tu una shughuli ya kufanya. Umeamua sasa kuchukua jiko lako uanze kupika chapati kibarazani. Ni tayari unakuwa umeshaiandaa vita. Binadamu tulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu hatupendi kuona maendeleo ya mtu. Umeelewa eh? Kwa hiyo mtu yeyote ambaye yani anapata hata shilingi 100 lazima awe na vita. Kwa hiyo kikubwa mnachotakiwa kwenye kazi kuwa wavumilivu. Mumwamini Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo amekupa hicho kibali cha wewe kufika hapa Oman na kufanya kazi. Kuna siku nishaikuwafundisha, niliwaambia ukiona hata bosi labda sikio kaamka vibaya kibinadamu, wenyewe wana saikolojia wanasema wanawake tuna siku zetu 5 za ukichaa. Nyewe mnajua, yaani ukikutana na mwana saikolojia anayejua psychology vizuri anakuambia mwanamke ana siku zake 5 za ukichaa. Sasa sikio bosi wako kaamka haiko vizuri, wewe muombe tu kwa Mwenyezi Mungu. Tafuta muda wako mwingi huo wa kuswali kuliko kutumia wifi kuingia TikTok, Facebook wala Instagram. Yaani swali kila unapopata nafasi. Taja jina la Mwenyezi Mungu. Utaona hayo matatizo ambayo yanatokea kwenye hiyo kazi yataendelea. Yeyote anayemwamini Allah hawezi kupitia changamoto. Yeyote anayemwamini Allah, aliyemkabidhi maisha yake Allah, hawezi kupitia changamoto. Na hata akipata changamoto, Allah atampa solution tu ya hiyo changamoto yake. Wewe cha kufanya, unapitia shida, unapitia changamoto, unapitia matatizo sijui, au labda bosi wako unamuona hayuko vizuri. Yule ni binadamu. Mwite ukimwona yuko sawa, kuna muda atacheka. Muulize nimekukosea wapi? Sio yeye kanuna na umenuna. Ukumbuke kwamba kakutoa Tanzania, kalipa pesa zake, katumia gharama zake kukuleta. Wewe siku 2 siku 3 unataka kuondoka. Juzi kuna dada, naomba nimalizie hili. Kuna dada kanitafuta, ana siku moja tu kaingia Oman. Only one day kanitafuta. Tena sio yeye peke yake, hadi wazazi wake wamenitafuta. Nimsaidie arudi Tanzania. Ungekuwa wewe Zari ungejibu nini? Mimi nilimwita yule mama ofisini, nikamwambia, "Mwanao ameenda Oman ana siku ngapi?" Akaniambia siku moja. "Kwa nini anataka kurudi?" Kasema kakuta gorofa. Umeelewa sijui? Kakuta kuna gorofa na hawezi na wala hajajaribu. So hawezi tu, hata kujaribu hajajaribu. Na mama pia ananiambia mwanangu hawezi kudeki nyumba nzima ya gorofa. Sasa naomba nisaidie arudi. Mimi nikampigia simu agent anaitwa Shamsa. Yule agent nili expect mimi ndo nilimwalika, lakini naona kashindwa kuja. Nilimpigia simu yule agent nikamwambia kuna mama amekuja hapa ofisini anataka nimsaidie kumrudisha binti yake na siku moja Omani. Sasa tunafanyaje? Akaniambia hivi, muulize mama yake ana riali 600. Nimeweka simu loudspeaker. Yule mama akaanza kulia hana hela. Nikamshauri kitu kimoja. Nikamwambia huyu mtoto wako ni mtoto wako wangapi? Akasema wa mwisho. Nikamwambia kaenda kutafuta nini kazi? Unaelewa maana kutafuta kazi? Yule mama akasema ndio. Nikamwambia rudi nyumbani mwache mtoto afanye kazi. Na kule dada ana wiki 2 sasa hivi anafanya kazi.
Kwa hiyo kikubwa ni kwamba nyinyi wenyewe wadada ndio mnawapresha wazazi wenu kule Tanzania, mara nateswa, mara siri, mara sijui nimemwagiwa maji. Juzi kuna mwingine aliniambia nimemwagiwa maji ya moto, nikamwambia nitumie picha, akawa hana. Nikamwambia sasa nakusaidiaje huna picha? Kwa hiyo kikubwa ni kwamba picha ambayo mnaitengeneza nyinyi mkiwa huku na magrupu mnayoyaingia ndio wenyewe mnakuwa mnajaribia kwenye kazi. Kama uliangalia speech yangu ya mwisho wakati nasafiri natoka Dar es Salaam natoka Tanzania nakuja Oman, nilisema katika jambo ambalo nalipigania niweze kupata nafasi ya kufanya interview na Wizara ya Kazi TAESA. Nataka niwaombee mkiwa mnakuja huku mpate orientation kama vile tunavyokuwa tunaenda kusoma sekondari, muweze kupata ile picture halisi ya kuja huku. Ukija huku unakutana na nini, ili usije ukafika huku ukaona shida kufanya kazi.